Kazi yetu iliyokuwa inatuchanganya kwa kipindi chote, leo hii tumeimaliza. Na kwa sasa huko alipokuwa Kasongo, anahangaika, anataabika. Kilichobakia kwa sasa, yaani ni waite wachawi wa vijiji vyote waje tuende tukale nyama ya Kasongo. Leo ni sikukuu ya kula nyama ya Kasongo. Ujio wa Kasongo, ujio wa Greda, ujio wa Kasongo, ujio wa Greda. Mama. Hebu simama bwana. Bimkunga, hebu samahani kwanza. Unajua sikuelewi. Mwanzo makubaliano yalikuwa kutoka kwako mpaka kwa mtawala. Lakini cha ajabu unaona kama unatoka nje ya makubaliano. Tena sasa unatuongezea kibarua cha kutoka kwako kwenda kijiji cha pili. Inakuaje sasa? Mbona unaenda nje ya makubaliano mama? Kweli mwanangu Bisate, ulichoongea ni sahihi. Mtu mwenyewe kibonge usijua anakula nini. Kwa hiyo mkubwa la kufanya hapa, ongeza hela. Kweli kabisa wajukuu zangu. Mimi naomba niwe mpole kabisa kwenu. Lakini hapa tulipofikia sipo. Naomba tu mnisogeze mpaka tufike huko, hata mkiniacha kule sio mbaya. Nirudini tu. Mimi nitakuwa nishafika. Bimkubwa, unajua sisi tuna majukumu. Hii ya mwisho, ikitokea tena kama hii, Bimkubwa tunazinguana. Kia Mungu nakuapia tunazinguana. Sawa, mimi hela nitawaongeza. Haina shida, tuondokeni. Twende. Tuondoke. Hichi kijiji noma ise. Yaani kuoga. Uchawi mtupu. Najuta mie kuja huku. Mama yangu mzazi najuta. Najuta niangu. Mama yangu mimi naogopa. Amba nisaidieni mimi niondoke. We mama, huna hata aibu. Mwili wote huo unaoga. Da, cheki unavokata viuno kama falipupa. Hichi kijiji noma. Kwa kweli mimi naogopa jamani, nisaidieni. Kaka, huna taarifa yote inaendelea hapa kijijini kwetu? Sina taarifa yoyote ile. Wako dunia ngapi kakangu? Wanadada kuna nini? Sikuhusu Kasongo. Imekuwaje tena? Kasongo amepatikana. Na unajua alikuwa ni mtu muhimu sana katika hichi kijiji. Wachawi wamemweza bwana. Mimi mwenyewe mguu unaoona huu. Niko naelekea kwa Kasongo huko. Inasemekana alikuwa na nguvu zake zipo kwenye kofia. Kwa hiyo kofia imepatikana na wale wachawi. Hivi ninavyokuambia, yuko njiani maututu kunusuru roho yake. Niko naelekea kwa Kasongo huko. Hawezi kunisaidia. Wewe naye unaniambia tena hayupo. Ndio hivyo ndugu yangu, wachawi washamweza. Hapo alipo sasa hivi wako njiani wanampeleka kwa mtaalamu. Kweli dada amenifungula kukosa kweli. Basi mimi nashukuru kwa hizo taarifa. Nashukuru sana. Haya. Nimeitisha kikao cha dharura kwa mambo mawili. Jambo la kwanza, kumtambulisha mwanachama wetu Cecilia ambaye aliondoka kwa muda mrefu. Hatimaye kwa sasa amerudi. Asanteni sana kwa kunirudisha tena kwa mara nyingine kwenye chama. Lakini pia nawashukuru kwa kunirudisha kwenye hali yangu ya kawaida. Kwa hiyo naomba ushirikiano wenu, nitakuwa pamoja na nyinyi. Nadhani mmemsikia. Narudi katika jambo la pili. Jinsi gani tutakayoweza kumpata Kasongo? Maana tushamtafuta pande zote bado hatukumpata. Na sasa nimewaita kila mtu nimpe majukumu yake.
anayeenda Afrika Mashariki aende, Afrika Magharibi aende, na kila mtu aje niletee taarifa ambayo iliyosimama na iliyonyooka. Sitaki mtu ni mtume nimwagize aende huko haja niletee taarifa isiyokuwa sahihi. Iko kitu sikitaki. Maana na kila mtu hapa tumekaa attention kumpata Kasongo tupate kumla nyama. Hivi nyinyi mnaonaje? Ushanawa, unataka kudumbukiza tonge mdomoni. Mtu anakuputa tonge. Unaisikiaje hii? Au imekaaje? Mkuu, mara mwisho ulisema tukija hapa tutamkuta Kasongo na tutamla nyama, lakini unavyosema tukamtafute Kasongo, mimi sielewi, njaa inaniuma. Hapa nilipo nina hamu ya kula nyama na meno yangu ishanua. Kelele huko. Unaanza kula tu. Kwa meno gani hayo ya kula nyama? Mkuu, mimi nina wazo. Wazo langu nimekuja kukumbuka Kasongo ana mahusiano na Michu. Hivyo basi Michu atakuwa amemficha Kasongo. Ina maana hiyo. Hilo ni wazo zuri sana. Ngoja nitalifanyia kazi. Sawa. Namna gani Kasongo? Mbona wewe? Matatizo, vurugu so kawaida, mkimbizo, watu wanapitia shida. Kwani huyu ni nani? Ni nani? Afadhali nilivyokutana na wewe bwana. Kwani wewe ni nani? Bora nilivyokutana na wewe Bwana Njenje. Sawa, huo mguu ulikopo kwako. Naja kwako. Itakuwa vizuri umenipunguzia gharama ya mwendo. Mimi nimekuja hapa, nimekutana na wewe, nataka uniambie kitu kimoja Bwana Njenje. Kasongo yuko wapi? Maana wewe ndo rafiki yake mkubwa. Unajua mambo yote ya Kasongo na vile vile wewe upo karibu na bibi yake na Kasongo. Yote atakayefanya lazima haje taarifa kufikishie na wewe. Kwanza ongeza na salamu, ningekuona ni mtu wa maana sana. Ila kwa kuwa umeanza na maneno, acha na mimi kujibu kwa maneno. Sikia nikwambie. Kuhusu Kasongo mimi sifahamu. Lakini nachokumbuka bibi yake alikuja kwangu kuniambia kuwa Kasongo anaumwa sana. Baada hapo nilimshauri, nikamwambia kwamba mchukue Kasongo nenda kamtibie. Ila kuhusu vinginevyo sijui kwamba ameenda wapi, kiukweli hilo mimi silitambui. Unajifanya ufahamu habari za Kasongo, si ndio? Sasa nakwambia, Kasongo hajaenda sehemu haina yoyote ile. Kasongo yuko hapa hapa katika hiki kijiji. Nataka uniambie, ni nani ambaye aliyemficha Kasongo? Na Kasongo juzi amevuliwa kofia, na kofia tunayo sisi. Hana nguvu yoyote ile ya kwenda sehemu yoyote. Huyu anazunguka hapa hapa katika hiki kijiji. Nadhani hata wewe hiyo taarifa unayo, ila unajifanya msiri. Ila nataka nikwambie, naomba uniambie Kasongo yuko wapi? Naona tumeshindwa kuelewana Kiswahili. Maana kila nachokuelekeza umeshindwa kunielewa. Aya, sasa nakuachia wewe. Maamuzi yako, unatakaje? Haya. Nataka uniambie Kasongo yuko wapi? Na kama ukijifanya mkaidi, unajifanya wewe ni msiri, hiki nitachokutaka kukufanya sasa hivi hutosahau katika maisha yako. Eti utanifanya unachojua wewe. Sikia nikwambie, mimi wasitishwi nyau. Na sitishwi na mtu yoyote yule. Kwanza wewe kwangu ni mchumba tu. Na hapa kiganjani ukikaa ujai. Sasa fanya unachotaka kufanya. Afu na mimi nikuonyeshe. Sasa subiri. Kama mimi chumba au varanda, ndipo utapokuja kuliona sasa hivi hapa. Umenikimbia Umeniogopa
Sasa nakwambia utanikimbia sana, na hii vita ndo kwanza mbichi imeanza. Hii yaishi mpaka iishe. Kudadeki zako wewe. Nitakupata tu, ipo siku. Ujio wa Greda. Mtawala Njenje, samahani, najua nimekuja hapa ghafla, ila nimekuja hapa kwa jambo moja tu. Nilikuwa nimetoka nyumbani, lakini ninavyorudi nimemkosa kakaangu pamoja na bibi yangu. Cheusi, makosa uliyofanya ni makubwa sana. Na hapo ulipo unastahili adhabu kubwa ambayo haina mwisho wala mwanzo. Cheusi, kitendo ulichokifanya kwenda kumvua kakako kofia na kuwapelekea wachawi kimepelekea kakako kukosa nguvu kabisa. Na hivi ninavyokuambia, Kasongo tayari kuna vijana wawili wameenda kumbeba, na bibi yako tayari anaongoza msafara kwenda kwenye hicho kijiji cha pili kupata huduma. Kwa hiyo kofia kaka yako tayari ipo kwa wachawi. Kwa hiyo hata we pia wanaweza kukufuata na kukuangamiza pia. Mimi siko na lengo bana kakaangu. Nashangaa unavyoniambia upo hoi binti Taban. Ina maana rangi mbili amenidanganya mimi hadi kakaangu kuumwa kiasi hicho. Da, maskini kakaangu, naomba nisamee huko aliko. Ina maana mtaalamu Njenje unataka kuniambia kuwa ameelekea kijiji cha pili? Ndio, ndo alipo kwa sasa. Basi sawa, mimi naona nielekee huko. Cheusi wangu, samani, tunaweza kuongea kidogo? Upo single? Yaani namaanisha, yani huna mpenzi? Ndio, sina mpenzi. Oh. So mbaya, na pia ni jambo zuri. Unaonaje ukawa mke wangu, yani tukaishi pamoja? Basi sawa, kwa hilo nitakufikiria. Wacha nimwahi bibi yangu. Toto nyashi. Cheusi mzuri. Kweli mganga kwa singo sio wajibu, ila ni maamuzi. Hivi kweli kabisa mtoto mzuri kama mimi nimwachie kabisa? Alafu tio waganga hawataki kuwa na wanawake? Sio kweli. Nikiwa kilingeni kazi, ila nikirudi nyumbani ni mwendo wa kusambambula. Mwaka wa 5 niko single. Eti mganga hataki kuwa na mwanamke. Nani kasema? Labda walikuwa waganga wa zamani, ila waganga sasa hivi wanawake wote. Unashtuka nini Cheusi? Cheusi, maana si kwa kukazana huko. Unaenda wapi? Ni mama, koma. Nakwambia tena koma.
najua kila kitu. Mmemtumia rangi mbili kuja kunidanganya mimi kwa ajili ya kumdhuru kakaangu. Hasa nakwambiaje? Mimi sikuogopa. Na kama mmemdhuru kakaangu, mimi mwenyewe nipo tayari kwa vyovyote. Hivi nimewezaje kumdhibiti kaka yako nikushindwe wewe? Wewe nani hasa? Maana kaka yako ndo alikuwa anasumbua sana kijiji. Wewe ni mtu mdogo sana kwangu. Alafu iko kiburi umekitoa wapi? Na kingine cha mwisho nikwambie. Sikuogopi wala unitishi. Na ukiniona, nione kama kituo cha polisi. Usinizoee. Unajidanganya sana. Hata iko kituo chenye cha polisi. Watu wanaingia na kutoka. Wanaingia na kutoka. Usijidanganye dogo. Sasa nataka nikuonyeshe huko kiburi chako. Wewe unajifanya mjanja. Sasa mimi mjanja wa wajanja. Msaada! 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 Jamani, njoni mnisaidie! Msaada, njoni mnisaidie! Msaada! Msaada jamani! Msaada! Mnisaidie wenzenu! Msaada! Msaada! Msaada jamani! Dada, shida nini? Una tatizo gani? Msaada! Dadangu, umepatwa na nini? Shida nini? Haya mazingira mbona hatarishi? Msaada!